Mdogo wangu hajaninyonga. Mdogo wangu amenyongwa. Shabani ni mdogo wangu, ananifuata mimi wa pili. Huwa ana tabia ya kutoka nyumbani na kuja kucheza kwenye ile geti huko. Maana kuna watoto wengine wanakaa huko na kuja kucheza nao wote. Sasa jana katika majira ya saa 1, mfanyakazi alitoka na mdogo wangu Shabani kwenda kununua maziwa. Na wakati anapita nilikuwa nashamkaa nje. Nikamwambia Shabani, njoo nyumbani. Wewe dada akamng'ang'anizia twende tukale. Mimi nikamwambia Shabani, njoo nyumbani. Usiende huko mamake kukutata kuzibua hataki mazoea na nyumba za watu usiku. Wewe dada akamng'ang'anizia. Shabani akamwambia acha niende nikamsikiliza nataka nini. Wewe dada wakati anaingia wakabamiza geti. Sasa nisikujua kama wakati anabamiza geti wali bana na komeo. Mimi nimemaliza kupika kwenye majira ya saa 3. Nimetenga chakula nyumbani. Sasa natoka nije kumuita Shabani, ndio natoka mama naenda naingia, alikuwa ametoka msibani. Nikutana naye nikamwambia mama, nenda kamuite mdogo wangu wa mwisho kwa baba mdogo, acha mimi niingie huko ndani ya geti nikamwangalia Shabani aje kula. Mama kama ameenda. Sasa mimi nakuja kugonga na shangaa geti limefungwa. Ikabidi nirudi ndani kwenda kuchukua kisu nje kufungua. Nakuja kufungua huko naongea na simu sasa nafungua na shangaa limefungwa na kumweka bili nisimame hapo nigonge na kisu. Nimegonga zaidi ya mara 3. Mara ya 4 mpangaji wa katikati akaja akanifungulia. Huyo mama ni mtu mzima. Akauliza nini, nikamwambia nimekuja kumfuata mdogo wangu hapa kwa Manikita, mfanyakazi alimchukua. Akasema sawa, wakati unatoka umwambie huyo Odeta, mfanyakazi wa Odeta aje afunge geti na komeo, kuna mbwa anaingia ndani. Nikamwambia sasa wakati ninaongea na simu nanyoke. Sasa ninaenda naona mtu amesimama ameweka mikono mfukoni alafu amegeukia kwenye kamba. Mimi sikutilia maanani, labda nikaona wakati geti na labda amesikia ndo akawa anakuja. Natoka sasa naongea na simu namuuliza Shabani kwa wapi, muite na namsubiria hapa. Nikaona aniongeleshi, mimi nikampigia simu nikamwambia ngoja nikate. Nikamwambia wewe namwambia Shabani muite Shabani basi. Sasa ananyosha kidole ndo anavyokuaga hivi. Asimniambia ndo anavyokuaga hivi nini. Nafika namkuta Shabani yuko kwenye kamba. Na ukiangalia uwezo ile kamba kumnyonga mtoto ni wa umri wa miaka 14 ni uongo. Alafu yeye yani ashtuki, ameweka mikono mfukoni aonyesha dalili yote ya kushtuka. Yani afanye reaction yote bali amesimama tu ameweka mikono mfukoni. Sasa mimi najua ni utani. Afika nampiga Shabani teke, naambia Shabani amka hapo. Ndio naitwa Shabani amki. Mimi nikamuuliza Odeta utani gani mnaletea au Shabani nachelewa. Sasa namgusa mkono. Namgusa mkono na shangaa mkono na baridi. Nikamwambia ni utani gani? Sasa ndio nikate sasa nikaangalia kama nikamshika hivi. Kumshika mbona sasa mimi nikimnyanyua ana uzito. Nikakata ile kamba. Kata kamba kama ingekuwa ni utani mtoto angeenda kudondoka na mikono ili ajizoe, maana ni tiles. Angezienda kuzuia na mikono, lakini nimekata mtoto ameanguka, yani ameanguka pu. Sasa hapo mimi ndo nikaona ni serious. Nikeka simu chini. Sasa anguka yeye akakimbilia pale mlangoni kwao. Naambia Odeta basi mwite Jimmy aje kunisaidia sasa, namfungua Shabani koti. Nianze kumpush mapigo maana anafuata hivyo. Huyo Jimmy ni nani? Huyo Jimmy ndugu yake. Alikuwa ndani. Sasa yeye amekaribia mlangoni, namwambia mwite basi Jimmy aje nisaidie hapa. Bila kumpush mapigo ya moyo. Sasa dada amekaa kimya. Mimi sasa nini pressure iko juu. Sasa namwambia basi njoo nisaidie kumbeba niweke mgongoni. Yule dada ananiangalia. Yaani amna kazi anafanya zaidi ya kusogea na kuweka mikono mfukoni na kuniangalia. Sasa mimi naambia njoo nisaidie basi kumweka mgongoni. Mwite Jimmy anisaidie. Mimi nikamshika, nikamnyanyua, nikamweka mgongoni. Sasa nakuja na speed nategemea alonywe mangu. Huyo ndugu yake atamuita na kati nakuja, huyo ataingia kwake akazima taa. Sasa mimi nakuja na nimeanza kupigia kelele hapa mpaka natoka nje napiga kelele. Nimembeba mgongoni, nimeinama nakimbia. Nafika hapa baba anakula, mimi nikamlaza barazani. Sasa namuita baba toka njoo muangalie Shabani.
Kaja Shabani nini, nikamwambia mwangalie, ngoja nikamwite mama. Kuna kumwita sasa mama huko, maana mkuta ndo amefika, ndo anamuita sasa. Nikamwambia mama, twende kumuone Shabani. Akaniambia sawa. Sasa Shabani nifanye, nikamwambia twende, mimi sielewi, nimemkuta kwenye kamba. Ndo aje sasa, baba ameshamchukua, ameshamuingiza ndani. Ndo Musa muangalie, yani huku anavyosema amenanili amejinyonga huku hivi, alikuwa na alama za mikono huku. Katoka mama sasa, maana kulikuwa kuna msiba jirani, akatoka kwenda kupigia kelele barabarani, watu waje wamchukue Shabani. Wakati mimi natoka, yani nimefanya kukata ile kona, ule dada kaingia ndani, akafunga mlango na komeo, wakaingia ndani. Sasa mimi natoka nakimbia, napiga kelele, wameingia ndani, wamefunga mlango. Mimi nakuja naita huku, mama mkuja kumchukua, anampeleka Shabani barabarani. Sasa watu waje wamchukue Shabani, anachukuliwa, wamefunga mlango na geti likaja likafungwa. Uliomleta barazani mkachukua watu gani? Tulipomleta barazani, mama akachukua watu kwenda kukimbia barabarani na kuita watu waje msaidie. Walivyokuja sasa ndo wakaita gari, wakampeleka hospitali. Sasa kufika hospitali, yani wamemtoa huku tayari kashakufa. Kwa walivyompeleka kule alikuwa tayari ameshakufa. Kwani wanaoishi hapa kwenye nyumba ni dada wa kazi na nani? Wanaishi hapa kwenye nyumba ni dada wa kazi, huyo Jimmy, na mama mwenye nyumba na baba mwenye nyumba. Sema baba mwenye nyumba yani afanyi kazi huku, ana kampuni na afanya kazi ya kuja na kusafiri, na mama mwenye nyumba alikuwa amesafiri, hakuwepo. Asa alikuwa huku nyumbani alikuwa ni mfanya kazi na wewe Jimmy, ambao kwa historia alivyokuwa anatosema sasa kwamba yeye na mama mwenye nyumba wameshia baba, mama ni tofauti. Mtu ambaye amekamatwa na polisi. Ndio wakati wamekuja kufanya uchunguzi, nimekuja wakawa najieleza. Sasa yule kaka alikuwa kwa ndani, dada ndio aliyomkuta nje. Sasa huyu dada anavyoingia anajikanyaga, kwa akijikanyaga huyu Jimmy anafanya kazi, anamsaidia na anamuunganishia. Polisi akasema huyu leo na kumshika, maana maneno haya anayoongea, jina kwanza alikosea, yani alisema anaitwa Odeta, alafu akasema pia anaitwa Winifrida. Akachukuliwa huyo Jimmy, akachukuliwa na huyo mfanyakazi. Tulipofika kituoni tukaingizwa pale, mimi nikapelekwa kwenye chumba changu na wakaekwa kwenye siti zao. Mimi nimemaliza kutoa maelezo, nikaambiwa nitoke nje nipelekwe na askari mpaka hospitali. Nikatoka napelekwa hospitali, kufika naambiwa mtoto ni marehemu. Sasa nafika nyumbani, tumekaa, yule mlo Jimmy na yule mtuhumiwa, maana walikuwa wawili. Nimefika nyumbani, Jimmy naye katolewa. Mimi nilikuwa naomba rais afanye tu ushirikiano, tunaomba jeshi la polisi lifanye ushirikiano kuhusu hili swala. Mdogo wangu hajanyonga, mdogo wangu amenyongwa.